Hello, mambo vipi? Karibu kwenye video hii ambapo leo nitakuonesha jinsi ya kutumia software inaitwa Nglok. Nglok ni nini? Nglok kwa wewe kama developer, pengine ulishawahi kupata shida pale ambapo unatengeneza website yako, ama ni application API, ama ni boot, kitu chochote. Sasa ukawa unahitaji mtu mwingine ambaye yuko mbali aweze kuaccess na aweze kutoa input yake. Kwa mfano, mtu mwingine aweze kufanya testing ama data input, vitu kama hivyo. Sasa ukawa labda hauna gharama za kununua hosting uiweke kwenye internet na vitu kama hivyo, wewe tu ukawa na PC yako unahitaji mtu aone, mtu aliye mbali. Sasa kuna watu wakaja wakagundua wakatengeneza software ambayo inaitwa Nglok, ambayo inaweza kukurahisishia website yako ambayo iko locally, itaweza kuwafikia watu wengine ambao wako mbali, hata akiwa yuko nchi za nje. So unafanyaje? Kitu cha kwanza ni utaingia kwenye browser yako na utaandika neno Nglok. Uta search, utaingia kwenye link ya kwanza, watakupa maelezo, ila wewe utaenda kwenye kipengele cha sign up, utaingia kwenye kipengele cha sign up, ita load kama hivyo. So utaenda kutengeneza account. Sawa, utaandika name, email, password, then utajisajili. Ama kama utakuwa na GitHub account, unaweza ukaconnect kwa GitHub account ukatumia, ama unatumia Google pia, vyote sawa. Sasa mimi account ninayo, so nitakachokifanya hapa ni kwenda ku login. So nitaingia tu kwenye dashboard moja kwa moja. Ukisha register, ukisha sign in, muda wa ku login nitaingia kama hivi. Nita login with Google. Then nitaweka code. Yes. Resource na moja. Hii unaweka code ni kwa masuala ya security. So moja kwa moja atanipeleka kwenye panel. Nitaingia kwenye panel, so itakuwa ina load hapo. Ukisha sign in, ukishajisajili, unaingia kwenye ku login, then ukisha login unakuletea kwenye hii panel hapa. So utasubiri mpaka itakapofunguka. So ikishafunguka utakutana na jinsi ya kuconnect. So kama unatumia Windows, utachagua Windows. Kama utumii Windows, unatumia Linux, utaenda kwenye choose another platform. Ama utakuja huku juu utachagua OS yako ambayo unataka kutumia. So mimi natumia Windows. Step ya kwanza inabidi uidownload. So unaweza ukarun hii command, ila mimi natumia option ya kudownload hapa. So ukishaingia kwenye hii link uta click download Windows 64-bit. Ila kama unatumia PC yenye 32-bit unatoka download hapa. Sawa? Yes. Kwa hiyo uta click download, itaenda ku download file. So utaona hapa file inaanza ku run. Ili hapa ina MB 9, mimi nita cancel kwa sababu tayari ninalo. So kisha download hiyo file, utaenda kulifungua kwenye kompyuta yako.
Mimi nimelifungua kutoka kwenye download, nikalitengenezea folder kwenye this PC hapa. This PC local disk C. Hapa local disk C nimetengeneza folder inaitwa nglok. Ndani yake nikaenda kuweka faili ambayo nimelidownload kule. Rename likaitwa nglok. So hiyo ndio step ya kwanza. Step ya pili, utafungua CMD kwenye folder la nglok hapa juu. Utakuja hapa juu kwenye link, utaandika CMD, utafungua command prompt. Then ukishafungua command prompt, utarudi kule nyuma kucopy token. So utarudi kwenye website yao, utaona hapa chini wamekupa token hii hapa, wamekwambia learn following command to add authentication token. So hii ndio itaenda kwa authenticate kwa wewe ambaye unatumia nglok, ni wewe ambaye umelogin kwenye website yao. So utarudi kule kwenye command prompt, nitakuja kuipaste ile link yangu hapa, hii hapa, then nitabonya enter. So itasema hapa authentication saved configuration. Kwa hiyo tayari tumesha save configuration. Kinachofuata ni nini? Kinachofuata sasa ni kuweka sasa application yako ionekane online. Sasa unafanyaje? Mimi nina website yangu tayari hapa na iko locally, ina run kwenye PC yangu kwenye kwenye host namba 127. Hii ni local host. Port ni 8888. Kama unatumia Zampu haina uhitaji wa just kulan hii basi kuandika hivi kama unatumia Zampu, ila kwa sababu mimi natumia PHP server na project yangu nimeilani kwenye port 8888, website yangu imefunguka kama hivyo. Sasa hii iko kwenye PC yangu na ninataka watu ambao wako nje, mtu yuko mbali, aidha yuko mkoa mwingine au yuko mtaa mwingine, nataka nimuoneshe project yangu kutoka kwenye PC. So nitakachokifanya, nitacopy hii command au nitaikariri hii URL hapa, then utarudi kwenye website yao, kwenye sehemu ya deploy app online, utacopy hii code hapa. Ukisha icopy, hauna haja ya kukopi haya maandishi ya mbele, utakopi tu mpaka hapa nglok http. Then ukisha copy, utarudi kwenye command prompt yako, kwenye ile command prompt yako ile ambayo ulikuwa umeifungua, then utapaste neno nglok http, then utaandika link ya website yako ambayo inafunguka locally. Kwa hiyo nglok itakachokifanya ni kwamba hii ni PC yako wewe, ipo kwenye internet, itaenda kuwasiliana, ile website ambayo unaihost itaenda kuwa forwarded kwenye nglok server. Sawa, nglok server. Then nglok server watakutengenezea public URL, sawa, link ambayo itakuwa accessible kwenye internet. Then client sasa, ama mteja wako ama tester wako, ndio ataweza sasa kuiona website yako. Unaona website yako. So utakachokifanya hapa mbele, utaenda kuandika sasa website yako inapatikana kwenye link ipi, URL ipi. Sasa nikiingia kwenye website yangu hapa, inapatikana kwenye URL hii hapa. Hii hapa. Kama unatumia Laravel, waga inakuwaga sio 8888, inakuwaga ni F8. Kama unatumia Django inakuwaga F8. Kama unatumia Node, mara nyingi waga inakuwaga ni port F3 na vitu kama hivyo. So utaicopy. Ukisha icopy, utarudi huku kwenye configuration, then utaenda kuipaste hapa.
Sawa. Yes, kwa hiyo utasema nglok naomba website yangu hapo inapatikana kwenye PC namna hii, uende ukaiforward iweze kuonekana online. Then utabonya enter. Ukibonya enter itaenda kuconnect. Then itakwambia tayari imeshamaliza. Website yako sasa hivi itakuwa iko online. So hapa amekupa chini yake kuna sehemu imeandikwa forwarding. Forwarding sasa hii ndio link ambayo amekupa, website yako itakuwa inapatikana. Sawa, ambayo itaenda mtu ataenda atafungua hii link, then hii link itakuja kufetch kutoka kwenye PC yako kama kuna website iko ndani ya PC yako ina link kama hii. Kwa hiyo utaenda kufungua link hii moja kwa moja. Kwa hiyo utakopi hii link hapa ambayo imeandikwa forwarding, utamtumia huyo mtu wako ambaye unataka aone. Sharti tu yeye awe na bando basi, na wewe uwe na bando, kwa hiyo mnaweza mkawasiliana. Nitakuja hapa kufungua. Nitakuja kufungua hapa. Nitapaste ile link ambayo ndo utampa client wako. Then client wako akibonya enter, itafunguka sasa ile website. Itamwambia unakaribia kuvisit hii page, unaruhusu? Atabonya visit site. So akivisit site ataenda kuiona ile site yetu ambayo iko kwenye PC yetu muda huu. Kwa hiyo hauna haja ya kuihost. Kwa ukihitaji tu mtu mtengeneza website yako, unahitaji mtu aone labda kwenye yuko mbali, so unaweza kaitumia mbinu kirahisi sana kuliko kuanza kununua hosting ambazo kidogo ni gharama. Unaona, for demonstration na testing unaweza kaitumia hii. Pia kama unafanya masuala ya kutengeneza bot wa Telegram, wa WhatsApp, au unajihusisha na masuala ya cyber security, ni vizuri ukajua kuitumia hii software ya nglok, itakusaidia kufanya vitu vya ziada. So kwa kusema hayo nimalizie kwamba tukutane tu kwenye vipindi vijavyo. Asante.